kile mwanaume anachosikiliza. Yeah. Na kumekuwa na kauli za baadhi ya wanaume wanasema kwamba mwanamke ni mali yako, mfanye vyovyote vile unavyotaka wewe. Hii kumsikiliza na kumfanya vyovyote unavyotaka wewe, je, ukamfanya kitu ambacho hakipo sawa na wewe, itakuwa ni mwanamke anapaswa nyamaza? Hapana. Si hatuwezi tukasema kwa njia hiyo. Lakini njia ambayo mimi naongelea kwamba mwanamke yoyote anahitaji amheshimu mtu aliye naye. Sawa sawa. Ni respect ipi ambayo mwanaume anatakiwa na mwanamke anatakiwa muonyeshe mwanaume? Yaani kumsikiliza na kumtii. Kwa sababu sisi wanaume tumejengewa kuna mazingira fulani hivi ambayo sisi tunayo, sio kwamba ni kijamii, yani ndio nature ambao wanaume wako nayo. Yaani mwanaume anahitaji heshima tu kwa mwanamke. Na heshima tu. Yaani vitu vingine. Sasa ndio heshima yenyewe ambayo unazungumzia. Yaani mwanaume anatakiwa kuheshimiwa. Yaani kama mwanamke akishamheshimu mwanamke akishamheshimu mwanaume, basi wewe mwanaume. Na ndio maana unaweza kusema unakuta watu wana date. Unaweza kujiuliza hivi huyu kampenda nini huyu mtu? Au haijawahi kutokea kwamba kuna ile washikaji zako, kuna mshikaji wako kipindi kwenye mishemishe zake amedate na wanawake wazuri, si ndio? Lakini mwisho wa siku ameenda kuoa mwanamke anambia unafika hadi wewe mwenyewe unajiuliza hivi huyu jamaa hapa alifuata nini? Kuna siri kubwa sana, na ndio maana nakwambia mtu akitaka kuoa, cha kwanza haangalii shape wale big nyashi na vitu vingine kwenye wanaooa. Sasa hapo hizo ni kodi za watu wanaooa ambao mnataka kuoa. Sikilizeni hapa, hizi ni kodi za ambao wanataka kuoa. Haangalii nyashi, haangalii urembo, haangalii sijui una muonekano upi, haangalii wewe labda una pesa unaingiza kipato, labda mwanamke ambao unaingiza, angalia umaarufu ulionao wewe kama mwanamke, labda unafanya biashara na vitu vingine. Anachosababisha mwanaume kumwoa mwanamke ni heshima tu, kwa sababu mwanamke akiwa na heshima unategemea kwamba hata kama mkianzisha familia, hata familia ile itakuwa katika misingi ambayo inaenda sawa. Sasa unakuta umeoa mwanamke kama hakuheshimu, hata familia ambayo mtaitengeneza pia haiwezi kuwa na heshima, kwa sababu watoto watalisi. Mama anakukaripia, anakutukana, mume umeweka hapo vitu, mbona unakuja tu hata viatu uvui, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mazingira ya hivyo ndio wanaume wanakuwa hawapendi, na ndio maana anaweza kaleti na piskali za maana kabisa, lakini akaenda kuwa mtu wa kawaida kabisa. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongo Sauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongo Sauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongo Sauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatizben@gmail.com. Bongo Sauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.